pili ya jarida ambapo tunaendelea na mazungumzo tukitathmini matukio ya wiki juma hili. Studioni nikimhusisha Kennedy Ondieka ambaye ni mratibu wa chama cha UDA ukanda wa Nyanza, na vile vile nikimhusisha Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya sera na siasa. Tukiangazia swala na kwa kumalizia labda kwenye hoja ya masuala ya ardhi. Kuna baadhi ya mataifa ambayo yana sheria kuhusiana na sehemu ama kiwango cha ardhi ambacho mtu binafsi anaweza kumiliki. Sheria hii haipo kwenye mataifa mengi ya Kiafrika, na ndiko ambako kuna mizozo mingi ya masuala ya ardhi na watu kufurushwa kwenye ardhi ambayo ni ya mtu binafsi, lakini labda ni kipande kama cha ekari 1000 na hata zaidi. Sheria ya ardhi ina mchango gani na kuacha mianya gani katika swala hili kuendelea kuibuka kwenye taifa la Kenya? Ya, kusema kweli kuna sheria kulingana na katiba, hasa katika kipengele cha 60 kuendelea 61 mpaka 63 uzungumzia masuala ya ardhi. Lakini unakuta kwamba kuna vijisheria vile ambavyo pia vinaambatana na katiba ambavyo pia vinaweza kuangazia namna ambavyo ardhi fulani huweza kubadilishwa kutoka kwa umma kwenda kwa watu binafsi, ama kwa sababu namna ambavyo ardhi fulani ambayo iko mikononi mwa umma huweza kuja kwa mikono ya serikali. Na vile ambavyo tunajua sheria ya kimsingi ni kwamba serikali ndio mwenye ardhi yote duniani ama nchini. Kwa hivyo unakuta kwamba inaweza fika wakati ambapo serikali inaamua kuweka ardhi fulani chini ya shughuli fulani, na pia hupitishwa bungeni ama hupitishwa kwenye kikao fulani ambacho labda si bunge. Lakini mimi jambo kuu ambalo naweza kusema, ijapokuwa kipengele cha 44 hutupa nafasi ya kuwa miliki mali, kuna mali ambayo labda hatufai kupewa kiwango zaidi. Kama vile sidhani kama ni jambo zuri kama mtu anaweza kumiliki hekari nyingi zaidi. Lakini pia nitaunga mkono kwamba unaweza kuchukua kulingana na uwezo wako. Lakini ukichukua hii kwa kulingana na uwezo wetu, basi unapata kwamba kuna wale ambao watadhalilishwa. Kuna wale ambao hawana uwezo wa kujipatia. Na nadhani sheria inafaa ihakikishe kwamba kuna kiwango cha chini zaidi ambacho mtu hafai kukosa. Sidhani kama tunafaa tuwe na kiwango cha juu zaidi ambacho mtu anaweza kupata, lakini tuwe na kiwango cha chini zaidi ambacho mtu hafai kukosa. Kwamba tuko kwenye Kenya ambayo sisi wote tuko na nafasi ya kujipatia, lakini kwa wale ambao hawana uwezo kwa kujipatia kiwango kile, ama babu zao ama baba yake hakuwa na uwezo wa kupata, na amezaliwa amepata kama baba yake hana, na tena amezaliwa Kenya kulingana na katiba yeye ni mwananchi wa Kenya, anafaa awe na kiwango kile kidogo ambacho labda kimetengwa mahali awe na uwezo wa kupata. Ukisafiri kutoka hata Nairobi kwenda maeneo yetu ya Nyanza, utapata kwamba kuna ardhi pana, kuna sehemu pana ambazo zimefungwa tu. Ziko wazi tu hapo, lakini unapata unaambiwa hili shamba si la kuuzwa, hili shamba si la nini. Inamaanisha kwamba kuna jamii chache ambazo ziliweza kupata nafasi ya serikali miaka hiyo tulipokuwa tunaanza, wakajinyakulia kisha wakajipatia vyeti vya kumiliki ardhi hizo, na hata watoto wao hawako hata nchini. Kama ukienda Eldoret kwa mfano, utapata mashamba mengi yanamilikiwa na familia zile ambazo hata haziko nchini Kenya. Watu wao wote wako nje, hata hawana haja, lakini wameweka tu mlinzi hapo. Siku ile mtu ameenda kukanyaga shamba hilo, unapata koti ndilo hilo, wameenda kotini. Kwa hivyo mimi napendekeza tuwe na kiwango cha chini, hata kama ni ekari 1. Kenya iko na shamba kubwa, lakini hata kama ni ekari 1, mtu ambaye hana uwezo wa kujipatia zaidi ya ekari 1 aridhike na hiyo ekari yake 1. Lakini wale wana uwezo wa kupata, wawe na uongozi, wawe na hela, wawe na labda wanaweza kuchukua kwa njia yoyote ile, wanaweza wachukue, lakini kuwe na kiwango, mtu asikae barabarani kwamba hana mahali pa kukaa humu nchini Kenya. Ni jambo ambalo linaudhi sana. Na Augustine, maoni yako ni hapo kuhusiana? Kuna watu katika sampuli mbili. Sampuli ya kwanza ni wale watu wanaonunua mashamba zenye ziko na migogoro. Sampuli ya pili ni wale watu hawana shamba. Haya, sheria yetu imetupatia sisi haki kupitia katiba ya that kila Mkenya ako na haki ya kukua na shamba mahali popote, si kulingana na uwezo wake, kulingana na jinsi, kwa sababu kila mtu amezaliwa kutoka mahali na kuna ardhi iliweza kupewa zile familia zile kuja na whether ni family property or something. So kila Mkenya ako na haki ya kukua na nini, na kuwa na ardhi. Hata ukijaribu kuangalia sheria zetu, kabla hujanunua sheria haijakubali uuze mahali penye wewe unaishi. You cannot sell a matrimonial home. Hata kama unauza, lazima sheria inakubali, lazima uachewe mahali ufanye nini, uishi. Kuna zile ardhi zenye ziko ana areas wanasema kitambo wakulima walikuwa wanasema highlands.
zile mahali kuna mvua, mahali penye watu wanaweza lima. Hizo ni zile eneo yenye watu walienda wakafanya nini? Wakachukua. Serikali leo ikasema ya kwamba wale watu hawana property wapeleke pande ya Lodwar, mahali penye kuna empty property. Wakenya hawataenda. So Wakenya wako na matamanio ya kukaa mahali fulani yenye kuna hali ya maisha. So mimi sidhani tukisema ya kwamba tukue na sheria yenye inaweza sema ya kwamba wewe sema leo aje tumekupatia 10,000 acres, utaipeleka wapi? Maybe hata huna financial capability ya kufanya nini? Ya kulima. So hatuwezi kukua na kitu, nafaa tuhakikishe hakuna kuibiwa ardhi. Ya pili, kila Mkenya awe na haki ya kuwa na ardhi kulingana na uwezo wake. Lakini wale watu waliweza, tuko na reports pale parliament kama TRC inaongelelea mambo na mashamba na nini. Kuna wale watu walikuwa na hizi mashamba kupitia njia isiyo halali. Serikali inafaa irudi pale implement such reports, ndio hakikisha kwamba kama hii shamba ilichukuliwa ya mtu fulani, wacha iweze kufanya nini, iweze kurudishwa. Wale watu wameweza kujenga kwa shamba ya serikali, wacha serikali iweze kuengage ili fanya nini, ili rudi. Lakini si vyema kusema kwamba watu wabomolewa, na si vyema pia watu kujenga kwa ardhi ya wenyewe ili kungoja koti iweze kuwasaidia. Naam, asante. Tutakwenda kwenye mada nyingine tukiangalia vile vile swala lingine ambalo limekuwepo ni safari za rais kwenda kwenye mataifa ya nje, nafikiri ikiwa ni zaidi ya 30 tangu kuchukua uongozi kwenye hatamu yake. Katiba inatoa nafasi kwa kiongozi wa taifa kwenda kwenye mataifa mengine kufanya mahusiano na kujenga mahusiano ya kibiashara na mahusiano mengine. Kunafaa kuwa na kiwango ambacho safari hizi zinafaa kuwepo, ama inafaa kwenda kulingana na mikakati ambayo kiongozi mwenyewe ameweka? Hilo ni swala la itifaki na swala ambalo linaangazia uhusiano wa taifa na mataifa mengine, what we call international relation. Kwa hivyo uhusiano huo unahitaji kwamba kuna safari za kazi, ziara zile ambazo za kazi, na kuna zile ziara za kibinafsi. Iwapo rais ametumia hela nyingi katika ziara za kibinafsi, basi mimi ningependekeza ziara hizo zipunguzwe. Lakini kuna ziara zile ambazo huwezi kupunguza. Kwa mfano, alienda China mwisho huku kutafuta namna ya kuwaleta wale wawekezaji na pia kutafuta vihela vile ambavyo vinaweza pia kutusaidia katika shughuli fulani. Mimi nadhani safari kama hizo ni muhimu. Na pia nimeona kiongozi wa nchi, rais amesema tayari amekubali kupunguza bajeti yake ya kibinafsi ama ya matumizi yake na milioni 500. Kwa hivyo unapata kwamba ni vizuri tuweze kukubali kwamba iwapo kuna ziara zile ambazo zinaweza kuwa za uharibifu tu wa hela ama za kibinafsi ambazo haziambatani na kazi yake kama rais, basi ziweze kufutiliwa mbali. Lakini kama ni ziara zile ambazo zinalingana na kazi yake katika ikulu pamoja na kazi yake ambazo zinaambatana na uhusiano wa kitaifa, kimataifa, basi sioni kama ni jambo baya. Kitu muhimu ni kwamba akienda, basi wale ambao wanaenda na yeye, ambao wanaweza kuongeza gharama hiyo kuwa kubwa, ndio waweze kupunguzwa. Idadi ya afisi zile ambazo zinaungana naye katika safari hizo ziweze kupunguzwa ili tuweze kupunguza na kurudisha chini gharama ambazo zinachukuliwa na safari hizo ama ziara hizo. Naam, asante. Augustine, maoni yako ni yapi kuhusiana na safari za kiongozi wa taifa? Kunafaa kuwa na kizingiti mahali ambayo inafaa kuwa kulingana na mikakati ambayo imewekwa na kiongozi? Hii serikali kikuja kitu ilisema itapunguza zile masafari zenye hazifai. Na mimi nakumbuka mara ya kwanza rais akisema kwamba kuna zile mkutano hatutakuwa tunaenda kama marais, tutakuwa tunatumana even ambassadors ama ministers waende watu wakilishe sisi huko. Lakini kwa hiyo unajua tunaongea almost 38 trips. Sisi kama sababu Wakenya wanalamika ni kwa sababu Wakenya bado hawajaona manufaa ya hizi ziara. Bado Wakenya hawajaweza kuiona. Wasema ya kwamba rais amekuwa ameenda nje mara 38, gharama ya maisha imerudi chini. Ndio Mkenya wa kawaida ana equate safari ya rais na gharama ya maisha. Hii haijaweza kufanyika. Rais kama angekuwa jinsi kutaka kuishi katika maneno yake aliyosema ile wakati wa kukampeni, nataka afuate ile mkondo wa mwenda zake Rais Pombe Magufuli. Alikuwa na safari kidogo sana, lakini pale Tanzania mambo iliweza kubadilika. So mimi naona hizi safari zake mingi kama Wakenya hatujaweza hatujahisi
hizi safari zake kwenda nje kwetu. Inaweza kuwa ya kwamba anatafuta pale rasilimali ama mihela fulani iweze kutusaidia sisi, lakini Wakenya wenyewe wanasema bado hawajaweza kuona manufaa. Na kama Wakenya hawajaweza kuona manufaa, si zile mkutano zote rais nafaa aende, zingine aweze kutuma hata CS ama very specific people to go. So rais nafaa punguza safari zake. Kama ni ya maana sana, wachi iendeke. Lakini kama hizi zenye tunaona juzi tuliona hapa ati wameenda pale wameraia wa mtumishi wa Mungu fulani nafaa kuja hapa, whereas we are very serious crisis. So mimi nadhani hizi safari za rais zipunguzwe, na kama zinaendelea wacha sisi wa Kenya tuweze kuona manufaa. Lakini mahali penye tumefika kwa sasa bado hatujaona. Sasa tunasema tuko na rais mtalii. Naam, asante. Tutakwenda kwenye swala lingine. Pia tumeona safari kadhaa za naibu wa rais, na amekuwa akiangazia masuala ya kahawa. Hivi punde wakulima ametia sahihi na kampuni ya kahawa kubwa ya Java kwa niaba ya wakulima wa kahawa waweze kununua moja kwa moja. Nafikiri ndio manufaa, sijui kama ulikuwa unayazungumzia ni kama hayo, lakini hatua kama hizi zinaweza kutubadilishia uchumi na hata ladha maslahi ya mapato ya wakulima wa kawaida kwa kiasi gani? Mimi nadhani rais ana uhuru wa kutembea. Tunazungumzia naibu rais. Nimeanzia rais ana uhuru wa kutembea. Naibu wa rais naye ana shughuli zile za kiofisi ambazo zinampatia nafasi ya kutembea. Kwa hivyo kama alienda pale, unapata kwamba amepata makubaliano hayo ambayo ni muhimu, ni vizuri. Lakini mimi madofaa nadhani kwamba kama serikali tunafaa tumpe rais na naibu wake nafasi ili waweze kupanga. Hii mambo ya kuangazia vile ndio tulizungumzia mambo ya Kawira pale. Mambo ya kulalamika mwanzoni mwa serikali. Unajua rais alianza shughuli hizi kama bado kulikuwa na mambo mengi ambayo yalihitaji yeye kuenda kushauriana na viongozi katika mataifa mbalimbali. Kwa hivyo mimi nitaunga mkono safari hizi, lakini ziweze kupunguzwa idadi ya wale ambao wanaenda, pamoja na zile ambazo si muhimu sana. Kama hizi za deputy governor rais kama si muhimu sana aweze lakini hata yeye hajasafiri na watu wengi sana. Kwa hivyo mimi naunga mkono na nitazidi kuunga mkono kwa sababu ni safari za serikali. Lakini gharama ndio ziweze kupunguzwa, na pia Wakenya nao wasiwe na haraka sana. Wakienda kutia sahihi, baada ya kutia sahihi kuna harakati zile ambazo bado zinafuatwa ili uweze kuona manufaa. Kwa mfano hawezi kutia sahihi na watu wa Java leo alafu kahawa inunuliwe kesho. Lazima wakitia sahihi leo kuwe na uratibu fulani na mikakati na mchakato mzima wa kuunganisha mkataba huo na pia kufikisha wale wakulima. Augustine, hii inawapa wakulima nafasi gani? Kwa sababu pia changamoto nyingine imekuwa ni na idadi ya ile kahawa inayohitajika. Wamesema wanaweza kununua hadi ya tani 700. Unaweza kupata ladha mkulima mmoja hana kiwango kile cha kahawa. Ni muhimu kuwepo kwa vikundi, na vitakuwa na umuhimu gani iwapo watakuwa wanakuja wenyewe pamoja hivyo kuondoa madalali katikati yao? Hii hatua ya naibu rais ni hatua mzuri sana kabisa kwa mkulima wa kawaida. Kumbuka naibu wa rais ukijaribu kuangalia kazi yake mingi imeweza kupunguzwa mpaka unapata anashughulikia watu wa kahawa direct. Hiyo ndio kitu tangu aingie uongozoni, hiyo kitu amekuwa akishughulikia, na amesema juzi pale ya kwamba hajaweza kupigana cartels, they are more powerful. So akasema watajaribu kuona jinsi wataweza kufanya. Naibu rais mwenyewe amekubali si rahisi. Na hata juzi unajua kuna mambo yamefanyika masiku 2 ama siku 3 ama siku 5 zilipita. Ile wakati alisema wameweza kupatia bilioni 4, na swali akasema kwamba wale viongozi wa kahawa waweze kukaa chini wakisha waone jinsi hiyo pesa itaweza kugawa. Tunajiuliza sasa hiyo pesa imetoka kwa nani, inaenda kwa nani na kwa njia gani? Hizo ni maswali nafaa tujiulize, because bilioni 4 si pesa kidogo, na ikipeana watu wa kahawa wanapewa kwa njia gani? Wananunua kahawa, wanapewa mbegu wapande kahawa, ama wanafanyaje? Kwa sababu Wakenya pale, kumbuka pale watu wengi walikuwa na kahawa pale, walianza kubomoa na kuanza kujenga nyumba, waliingia ku real estate because of the reality of life, pesa ilikuwa chini. So hii bilioni 4 wakiweza kupewa pale inasaidia kwa njia gani? Jambo lingine ni vizuri wamesema ile mkataba na Java, lakini ukiniuliza mimi haikuhitaji naibu wa rais aende pale, angetuma mtu yote pale kama foreign affairs waende wasaini ile mkataba. Si lazima rais angefanya nini, angeenda pale. So tukiweka pale mkataba inafaa tuko na makosa tulifanya kwa juzi, na sababu tunaumia leo. Tulifanya makosa ya na Wakenya wameanza kulalamika, na ili ifai ipunguze. Wacha tunizungumzie mambo na mafuta ile ifai rudi chini, tukaweka mkataba UAE tukakuwa tunalipa directly with Kenya shillings, but hatujaweza kuona mabadiliko. Tunaomba Mungu sana hata hii mkataba ameweza kufanya na Java isije ikaleta madhara mingi sana kwa wakulima, kwa sababu sisi inaweza kuwa hatuna capacity ya kusupply ile the demand yenye unataka. Ingawaje Kenya pia inasemekana iko katika kipaumbele ya to export coffee. So mimi nadhani
wakiweka apart from kuweka mkataba, wakiweka mikakati sawa, the right policy in place, Mkenya wa kawaida mwenye analima kahawa ataweza kufaidika. Lakini wasipoweka, hapo ndio utasikia kwamba Kenya imeanza kutoa kahawa hata kutoka nchi nyingine ndio iweze kusupply Java because hatuna capacity. So nataka Mkenya wa kawaida asaidike, na serikali pia hakikisha kwamba wakati pesa inakuja ifikie kila mtu, ndio hata ekonomi yetu iweze kusaidika. Naam, asante. Kwa kumalizia labda kwa sababu ya muda, kwa dakika moja Kennedy, kumekuwa na fedha ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya janga la mvua za El Nino ambalo liko umetabiriwa na utabiri wa hali ya hewa, lakini vile vile pia utabiri huu ukabadilika. Wakenya wengi wanajiuliza kuhusiana na mgao ule wa fedha. Japo kuna baadhi ya viongozi wamejitokeza wakisema itakwenda kwenye masuala ya majanga na fedha za dharura, lakini kunafaa kuwa na uwajibikaji kwa kiwango gani upande wa viongozi kuhakikisha kwamba hizi fedha zinasalia kwenye mikono ya watu ambao wanaweza kuaminika? Jambo kuu ni kwamba fedha zilitengwa. Na ni ukweli kwamba zilitengwa kwa sababu ya El Nino. Na kulingana na utabiri wa hali ya anga, pia tumearifiwa kwamba ni kama El Nino imeharibika. El Nino hakuna tena. Kwa hivyo kwanza mimi nitawauliza wale ambao walitabiri, kwa sababu wao ndio walielekeza serikali kwamba kutakuwa na El Nino. Walikuwa na vifaa gushi ama walitabiri nini? Jambo la pili ni kwamba serikali ilifanya vizuri kwa sababu inajali maslahi ya Wakenya, kwamba iwapo kutakuwa na El Nino lazima waende haraka watenge hela zile ambazo zitakuwa ni za dharura. Na hela hizi ambazo zimetengwa za dharura, mimi kivyangu nafikiria kwamba iwapo hazitakuwa zimetumika kwa shughuli za El Nino na pia ziko hapo, basi bunge lina jukumu, kwa sababu bunge ndilo liliweza kukubali hizo hela kutengwa. Kwa hivyo bunge bado ndilo lina jukumu la kuweka hizo hela tena kwa matumizi mengine kupitia kitu ambacho tunaitwa supplementary estimate. Lazima waweze tena kuweka hela hizi ambazo zimetengwa hapa na hazijatumika. Mimi nimekuwa kwenye bunge la county, iwapo ulikuwa umetenga hela fulani kwa shughuli fulani na shughuli hizo hazijatendeka ama hakuna sheria ambayo inakubali hela hizo ziweze kutumika, basi zinaweza kupelekwa katika kitengo kingine ili ziweze kutumika kupitia supplementary estimate. Kwa hivyo mimi sioni shida yote hizi hela ziweze kupangwa, ziwekwe kwa shughuli nyingine, hata kama zinawekwa kwa mikakati ile ya kungoja dharura zozote kama hizi za ubomozi wa nyumba. Kuna dharura hapo, wanaweza kutumia kidogo hivyo hivyo, kwa sababu Wakenya watakuwa na hasara. Lazima waone namna ya kununulia vitu fulani kama mattress. Kwa hivyo serikali ina jukumu la kulinda maslahi ya wananchi kupitia janga lolote. Kwa hivyo El Nino ilikuwa ni janga lakini limeharibika, basi tuweze kupanga tena hizi hela zitumike kwingine. Augustine, atumalizie kwa sekunde chache. Naona ndiye kanasema El Nino imeharibika. Sijui maoni yako ni yapi? Kitu nafaa tufanye ya kwanza, hata kama hatujaenda, mimi kama ningekuwa rais naenda pale kwa utengo wa ujasusi wa hali anga, nafuta kila mtu. Naweza kuandika wale watu wameweza kuhitimu, wako na capacity, because si mara ya kwanza wale majamaa kuweza kutuagiza kutupatia matumaini. Kuna wakati walipatia matumaini ya jua kukua, kuna wakati walipatia matumaini ya mvua kukua. So tuende pale kwanza tufute kila mtu, tuite wale watu wanaohitimu au wameweza kuhitimu. Ya pili, hii pesa ukijaribu kuifuatilia haiwezi rudi. Kwa nini? Hii pesa tayari ilikuwa imeshatumika. Ukisikia zile vitu watu walikuwa wananunua, hata kuna zile maeneo walinunua mpaka boats, zile maeneo walinunua very funny things. So hii ilikuwa ni kama shimo ya wanasiasa kujilipa. So ukijaribu kufuatilia hii pesa ni kama kufuatilia upepo. Hii pesa haiwezi rudi. Nini inafaa ifanyike? EACC imepata kazi, swing into action, iweze kuangalia kwamba ifuatilie pesa ilifanya nini na nani walilipwa, na kama na huwezi pata chochote. Naweza kuambia leo hakuna chochote, hata ukifuatilia hakuna chochote. So tuseme tu wanasiasa wameweza kufaidika kupitia ile janga lenye halipo. Na asante. Nitakuwa nakomea hapo mtazamaji kwa leo, tukisalia na kauli ya Ondieka kwamba El Nino imeharibika. Mtazamaji, nilikuwa nimemhusisha Kennedy Ondieka ambaye ni mratibu wa masuala ya chama mratibu wa chama cha UDA kwenye ukanda wa Nyanza, na vile vile nilikuwa nimemhusisha Augustine Omondi ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na sera. Asanteni sana kwa muda wenu na kwa mchango wenu. Nami nitakuwa nakomea hapo mtazamaji. Nimekuwa kwa hadi ya Mwasio akiridhia Maulana. Wakati mwingine.